Episode ya pili inaendelea pale tulipoishia, na kama hujaiona episode iliyopita basi bonyeza kipop up hapo juu kaiangalie. Sasa huyu mzee mwingine anasema hakuwepo kabisa kwenye party. Askari akamuuliza kwa nini ukwepo, akaanza kuongea Kiyoruba pale. Polisi akasema English please. Akasema nilikuwa na vitu vya msingi vya kufanya na siwezi kwenda kwenye party za watoto, lakini ulikuwa kwenye balcony yako, kila kitu kilichokuwa kinaendelea chini ulikiona. Akauliza kwa nini unao nikosa? Askari wa kiume akauliza kama ulikuwa na vitu vingi vya msingi vya kufanya, sasa kwa nini ulikuwa kwenye balcony yako? Oga, nilisikia makelele ndo nikaenda nje kuangalia nini kilikuwa kinaendelea. Askari wa kike akasema yani onekane kama mtu aliyeumia baada ya kusikia kifo cha Bobo. Akamwangalia na kusema kwa nini unao nikosa? Ulikuwa wapi kipindi Bobo alipofariki? Akasema nilikuwa nyumbani kwangu. Askari akasema kwa hiyo unataka tuamini kuwa kipindi Bobo alipoanguka na watu wote walipoanza kupiga kelele, wewe ulikuwa tu ndani ya nyumba yako? Mzee akaanza kuongea Kiyoruba tena, akaambiwa English please. Akasema yani hapo kafa mtu mmoja tu, ila ninyi mnafanya kama jamii nzima imefariki. Yani mimi sijali kama mnaniamini au la, ninachojua nimewajibu maswali yenu yote mlioniuliza. Askari akasema hivi unajua kama kuna mtu amefariki wewe? Akacheka kisha akamwambia officer, nani hatokufa? Sisi sote hapa tutakufa. Huyu naye akasema nilimwona akienda juu na rafiki yake, nilijua nyie ni marafiki. Akasema ni marafiki sasa, naongelea kuhusu rafiki yake wa kazini. Na rafiki yake wa kazini muda wa kujua ukafika. Akasema hapana, haikuwa hivyo, Bobo aliniomba tukazungumze. Askari akasema mlikuwa mnaongea nini na Bobo? Amekuwa manager director wa kampuni yetu, akaniita niweze kumpa idea kwa namna gani anaweza kuisimamia kampuni. Akaulizwa tena mlikuwa mnaongelea wapi? Akasema tulikuwa huku juu. Kwa hiyo nini kiliendelea baada ya hapo? Tulivyojadili kidogo, Bobo akasema ni muda kurudi kwenye party, na tulivyokuwa tunarudi kitu cha ajabu kilitokea. Akasema rafiki yake alikuja na kutaka kuzungumza naye muda ule ule. John ukafika muda wake pia. Akasema nilikuwa tu nataka kumwishi happy birthday, kulikuwa na watu wengi chini wakimsubiri kumwishi, kwa hiyo ndo nikaamua kuja kumtafuta juu nianze mimi. Ila rafiki yake kazini akasema hapana, inaonekana kama kulikuwa na kitu cha ajabu, maana nilikuwa kwenye lift. Majibizano yao nilikuwa nayasikia na yalikuwa kwa sauti kubwa, na inaonekana walikuwa nabishana kwa kitu ambacho kipo serious sana. Askari wa kike kauliza hivyo tu? Akasema sijui, ila walikuwa wanabishana sana kama walikuwa wanagombana kwa ajili ya kitu fulani hivi. Ila John yeye akasema hapana, ilikuwa tu ni sauti ya kumpa hongera, mnajua sisi ni marafiki. Wakamwangalia tu. Kamanda akamuuliza ulisema kuwa alielewa vibaya, alizani shauku yako ni ugomvi? Ndiyo, hakuna kingine kilichotokea usiku huo, ila nafikiri tunatakiwa kuzingatia sana kilichotokea asubuhi. Kisha akasema asubuhi tulivyokuwa tunafanya maandalizi ya party, alikuja Alhaji pamoja na binti yake na kusema kuwa Bobo amemtia mimba binti yake, na alikuwa na hasira sana mpaka akataka kumchoma na chupa na kusema kuwa atamfanyia kitu kibaya. Alhaji sasa alivyoulizwa akasema mnataka kusema nini? Mimi sio muuaji. Askari akasema uliahidi kuwa utaenda kumuua Bobo na mwisho wa siku akafariki. Kisha akamwambia tuambie tu ukweli, sijamuua Bobo na sikusema kama nitamuua Bobo. Askari wa kike akasema lakini tuna ushahidi, watu walikuona na kusikia ulivyokuwa unasema hivyo. Oga madam, kwa hiyo nataka kusema mtu akimwambia nitakuua na akifa ndo nahusika? Ni aina ushahidi gani huo? Haya, nataka kukuua wewe sasa hivi na nimekuambia mbele kila mtu. Madam, hiyo sio staili yangu. Kamanda kauliza kwa hiyo Alhaji una staili zako za kuua mtu sio? Jamani, ni watu mbona mnataka kunipa kesi jamani? Ila ukweli ni huu, kipindi ambapo Bobo anakufa mimi nilikuwa nyumbani kwangu, simple and clear. Na tutaamini vipi kama wewe hujamuua Bobo? Samani anti, huyu jamaa ana matatizo ya kusikia. Ukafika sasa muda wa mke wake na Bobo. Tunlayo akasema sijamuua mume wangu. Etima akasema umegundua kuwa mumeo kampa mimba binti mwingine na baada ya masaa kupita mumeo amefariki. Kamanda akamuuliza Etima unaongea nini? Kisha akamfuata Tunlayo na kumuuliza Tunlayo, umemtupa mumeo kwenye balkoni na kupelekea kifo chake. Tunlayo akasema kwa nini na naanzaje, yani nawezaje kufanya hivyo kwa sababu umegundua kuwa amempa mimba msichana mwingine? Tunlayo akasema mume wangu sio wa kwanza kumpa mimba msichana mdogo, na hapo hapo pia hawezi kuwa ndo wa mwisho kufanya hivyo. Habiba akasema kuwa hiyo haimaanishi kuwa huwezi kumuua. Tulayo akasema mnakosea, yule mwanamke hakuwa wa kwanza, Onyinye ndo alikuwa wa kwanza. Kamanda akauliza Onyinye ni nani? Akajibu ni Mrs. Ibe, yani mke wa John Paul, na nishawahi kumfuata aachane na mume wangu. Onyinyi alivyofika akasema ndiyo, nilikuwa mbali na mume wake, yani baada ya kunitisha tu nikakaa mbali na mume wake. Subiri, alikutisha? Onyinyi alicheka kisha akasema ndiyo saa, alinitishia maisha yangu. Upande wa Tulayo akasema yani amewambia kuwa nitaka kumuua yeye?
Etime akasema usiwaze alichotuambia, tuambie nini hasa kilitokea usiku. Na kamanda akadakia hapo hapo, kila mtu alikuona umesimama kwenye balkoni aliyoanguka Bobo. Akamuuliza kwa nini ulikuwa kwenye balkoni. Tunlayo akasema ilikuwa bahati mbaya. Kamanda akadakia kwa hiyo ulipofika tu ndio Bobo alikuwa ameanguka, yaani Tunlayo nafikiri sisi ni wajinga. Askari wa kike akasema Tunlayo, ushahidi wote umekuangukia wewe, maana ulikuwepo kwenye balkoni kipindi Bobo anaanguka. Sijui nini nataka niwaambie, ila sijamuua mume wangu. Sasa mahojiano na nyinyi ukaanza tena upya. Akasema Martin aliniambia John Paul ni mzuri, vyote vilikuwa ukweli, ila tatizo ni kupata muda mzuri kitandani. Kila muda naponishika nahisi kama namchukia. Na kwa nini ulikubali kuolewa naye? Simchukii mume wangu, nachukia tu tunapofanya naye mapenzi. Kamanda akauliza kuna utofauti gani hapo? Akasema nilikuwa na wish John afanye mapenzi na mimi kama mwanaume wa kweli anavyofanya. Kamanda akauliza ilikuwaje? Akawa anawaza jinsi alivyokuwa anafanya na Bobo na vitu vyote vya ajabu alivyokuwa anafanya. Ila hapa kamanda na kijana wake wakawa wanafikiria mbali sana, sijui hata walikuwa wanawaza nini huko, mimi sihusiki nako kabisa. Habiba akauliza kwa hiyo uliacha kuonana na Bobo baada ya mkewe kukutishia? Akasema ndiyo, niliacha. Tunlayo na mimi tupo sawa, nilikaa mbali na mume wake na akatunza siri yangu, kila mtu yupo na furaha. Etime yeye akauliza kwani mumeo alikuwa juu kama uliwahi lala na Bobo? Hapana. Una uhakika? Angejua angekuwa ameshanikabili, sivyo? Mrs. Bile, unaweza kuondoka sasa, ila hutakiwi kuondoka katika huu mji mpaka uchunguzi utakapokamilika. Sasa wakiwa wamekaa na kujadili kuhusu watu waliokuwa wakiwahoji, Dr. Ahmed ambaye anaofanyia uchunguzi mwili wa Bobo alipiga simu na kusema mwili wake umegundulika kuwa ulikuwa na sumu nyingi sana, na nafikiri hiko ndicho kilichopelekea mpaka kufariki kwake, na maafisa akaamua kumshukuru pale kwa taarifa hiyo. Kamanda akasema niliwaambia ninyi yule mwanamke amemuua mumewe, ila hamkuniamini. Habiba akasema sio kisa Tunlayo ni mfamasia ndio akaweza kufanya hivyo, hatuwezi tu kwenda kwenye hitimisho. Kamanda yeye akasema naona hii kesi inachukua hisia zako sana. Habiba akasema saa hiyo sio kweli. Ni ukweli, na sisi sote tunajua kwa kuhusu kesi yako, tunajua kuwa ulisingiziwa kesi ya kumuua mume wako, ila haimaanishi kuwa Tunlayo naye tunamsingizia. Yeye amefanya ukweli, amemuua mume wake, na nataka uache kufikiria mambo ya ajabu na ufanye kazi yako. Nafikiri umenielewa. Etime akasema kwa hiyo tunamuita Tunlayo kwa ajili ya mahojiano zaidi, si ndio? Na Tunlayo alipofika, Etime akasema nilipofika chumbani kwako hapo mwanzo nikaona jagi lilikuwa na red wine pembezoni ya kitanda. Tunlayo akasema mume wangu hunywa kila siku usiku glasi ya wine humfanya awe sawa. Akauliza huwa anasumbuliwa na nini? Ana shida ya moyo, ni glasi moja humfanya aweze kulala vizuri. Kamanda akasema tunajua umempa sumu mume wako. Mume wangu amepewa sumu? Tunajua umefanya hivyo kwa sababu ulijua kuwa amempa mimba binti mdogo, na tunajua pia kama akifa wewe ndio utatakiwa kurithi mali zake zote. Etime akadakia ulimpa sumu ukitegemea akienda kulala atakufa huko huko, lakini hukutegemea kama atakiwahi na kunywa kipindi ambacho kila mtu alikuwa akimshangilia. Ni upuuzi gani huo? Nani mwingine ambaye anaweza kurithi mali zake? Mimi ni mke wake, sitakiwi kumuua kwa ajili ya pesa. Kama ningetaka mali ningemwambia mwanasheria wangu anipambanie kuhusu taraka. Kamanda akasema Tunlayo, kubali, hatuchezi hapa, sawa? Kubali, usinipandishie sauti mimi. Kama unahisi nimemuua basi nikamate. Etime akasema relax, sawa Tunlayo, na saa emshusha tempa, nikamate, mahakama itakuja kujua ukweli wote kuwa sihusiki, na usinipandishie sauti mimi kama hao wahalifu wako kamwe. Mnaona nilivyoambia, huyu ni muuaji, ni muuaji. Habiba akasema Tunlayo, mfanyakazi wako wa ndani? Sina mfanyakazi wa ndani mimi. Habiba akawaangalia wenzake na kuuliza alikuwa ni nani yule? Kamanda akasema ni mfanyakazi wa mama yake na Bobo, ni msichana kutoka kijijini huko ambaye alikuwa akiishi nasi na kutusaidia kazi. Habiba akasema kwa hiyo tunaweza kumzungumzia, sio? Sasa alisema alikuona unaenda katika chumba cha kujisomea baada ya mume wako kuanguka kwenye pool. Etime akadakia ulikuwa unaangalia nini? Tunlayo akasema sitaongea tena kitu chochote hadi mwanasheria wangu akiwepo. Mwanasheria? Ni kweli alikuona ukienda chumba cha kujisomea? Etime akamwambia Tunlayo, Tunlayo tafadhali tusaidie na sisi tutakusaidia. Kamanda akatoa pingu kumaanisha kuwa Tunlayo yupo chini ya ulinzi kwa tuhuma za kumuua mume wake. Na hapa ndio mwisho wa episodi ya pili. Je, ni kweli Tunlayo kamuua mume wake? Na ukweli tutakuja kuufahamu katika episodi ya 3 ambayo ni episodi ya mwisho. Na niambie kwenye comment wewe unahisi ni nani ambaye anahusika kwa mauaji ya Bobo, na kama hujasubscribe basi hakikisha unafanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata sehemu inayofuata. Mimi ni Kachile, chao.